Hello there, it's your girl Jackie Ogaga reporting for Obina TV Updates. And guys, for the first time in Obina TV Updates, Nikona a very sensational Luo artist. Jamani, Papa T. Hi. Hi, Jackie. So guys, wacha niwape history kidogo. I've been looking for Papa T for the last 3 years. Hatujaifanya interview, but here we are today. Thank you. Pia mimi nashukuru, Jackie. Unakuanga mpole hivi? Yes, that's my nature. You're lying. Kwaje? Niko fine. Kabisa, Mungu amenilinda. Tunapush. Hebu ongea na watu wako. Watu wangu si kama kawa nawapenda, mzidi kusupport kazi pia sisi. Tuzidi kuwaletea burudani. Yeah. Kama kawa tu. So guys, for those who don't know Papa T, he sings Ohangla. Ni Ohangla hivyo? Yes, ajawa. Hiyo ndio sani ni ya kwanza. Hiyo ndio inaitwaje indigenous genre yetu. Okay. Yes. So because you new to my fans, wacha tuanze pale nyuma kidogo, maybe who is Papa T, where did you grow up, where did you school? Yep. So briefly niki-explain hiyo. Mimi naitwa jina langu halisi ni Ronnie Stanley. Ronnie Stanley Ochieng. Mzaliwa wa Siaya, Uyoma. Nimeishi hapo Seme. Jina langu la usanii ndio Papa T. Tunafanya Ohangla Majawa, the Luo songs ama hiyo. Hapo ndio tuko base, lakini we are versatile, we can do any genres, ndio. Sasa hivyo tumepush after high school, muziki kajipa, tumeichukulia kama kazi, tunasonga nayo mbele hivyo. And of course, I know you had a choice of names. Yes. Lakini you settled on Papa T. Why Papa T? But I think hiyo ilikuwa too big name, then kwa brand pia kubwa, but we have some other minor reasons that can't be sometimes disclosed, yeah. Ya kutengeneza jina ikuwe Papa T. But moja tu ya kuileta at least mtu aelewe. Papa just to mean that bigger mindset or that content, in terms of content we deliver it kwa ukubwa kuliko miaka ama kuliko rika, so una get. So hivyo ndo tunafanya, ndio tukaita Papa T. So Papa to mean that bigness or greatness. Yeah. And that T tulikuwa tunataka kuwe teenager, but sa teen nini venye tulianza So tuna grow. So tuna grow. So you are no longer teenagers. Hiyo tia ina meaning, ina stand tu ili Papa T sibaki isikue sana independent. Yeah. Because we know you as the youngest or Ohangla artist. Maybe saizi, how old are you? I think I'm 18 plus. Minimum 18 plus. Like you're exact. Because by the way, when he was starting his music career, he was a teenager. Saizi uko how old? Nimegrow, nimeongeza 3 years juu. So 18 plus 3. Okay. 18 plus 3, sijasema nilikuwa mahali 18. I'm just 18 plus. Hiyo itakuja mbele, nitakwambia labda venye tunaenda tu kistory. Yeah. So for how long umekuwa kwa game? Game signing 3 years. But actually, he's among the artists I've watched, like from his start hadi saizi, and I can recommend. But the Papa T has been doing good. Sisi kama mafans, kama wenye wana consume your Ohangla, your Ajawa music, you are doing so well in the industry. I appreciate. Naomba tuzidi hivyo. Mungu afungulie njia nyingi hivyo. And of course, we know you had to choose from vitu mingi, maybe ungekuwa another thing in life, but you chose music. Why music? So hata mimi pia sikuwa najua kama muziki itakuwa kazi halisi ya kunilisha ama ya kunipeleka mbele katika maisha. Lakini after form 4 tulikuwa na hustles tu kama kawa za kimaisha, kujaribu. Hata muziki ulikuwa part ya kujaribu tu tuone. Wakati nilikuwa nafanya muziki ilinipata kama nafanya boda pia. So jengo za nyumbani, muziki pia tukajaribu, tukaona inajipa. Sasa tukachukulia serious tu. Umejua solo unaweza jaribu 2 3. Penye umeona Mungu anafungua njia ama penye umeona light, hapo ndo labda unachukua seriousness yako unawekea. Na sometimes una invest kama umeona ni biashara poa. Sasa pia mimi baada ya kugundua nina talanta na nina kipaji, nimeamua tu kuwa serious na kujua venye na play cards zangu pia mimi ni relevant
nipate kipato nami pia niendeleze vitu zingine na biashara zingine ama vitu zingine ambazo si kuendeleza kimasomo ama nini. Labda tu kama Mungu anaweza nijalia nipate pesa ama riziki kutokana na usanii zitaendelea. Sasa usanii ni among the hustles nilikuwa najaribu na ikawak. So I'm concentrating much in usanii kwa sababu ndio inanisaidia. Yeah. And of course growing up ukianza your music career kulikuwa na tetesi, people were talking, mara na copy somebody, maybe you as Papa T, were you copying someone ama it was the original you? So naweza nipa examples wa watu wenye na copy kwa usanii ama kwetu kwa hiyo muziki yetu ya kinyumbani. Because people were relating your music to Prince Indah. Ngoma ya Prince Indah ni mbaya? Iko sawa? Wewe unazipenda? Yeah, I love them. Oh, unapenda ngoma za Prince Indah? Pia mimi napenda tu hivyo hivyo. Hata mimi napenda wakati watu wana compare ama wakati watu wanalinganisha kazi zetu pamoja. Mimi pia nafurahia kwa sababu kama unapenda ngoma za Indah anafanya kazi mzuri, inamaanisha pia mimi nafanya kazi mzuri, kwa sababu siwezi pata hiyo, watu hawezi nisifu kama nafanya kitu mbaya ama kitu na boa. Nadhani tu nafikiria muziki mzuri tu ndo labda imefanya comparison ikakuepo. Labda soko ya sasa inahitaji nini, pia mimi naelewa soko inahitaji nini, na kama Prince anawapa mashabiki kitu soko inahitaji kwa sasa. So umejua kwa entertainment kuna trend, wakati kitu fulani ama season ya kitu fulani imepeak. At least kwa hiyo season kama pia mimi niko kwa hiyo era ya kupata opportunity ya kupata kitu from that season. So kama ni hii artistic work yenye nafanya kazi kuwe compared ama ilinganishwe, then bado itakuwa mimi natamani nifanye hata venye nafanya, si hata kucompare ama ati najaribu kufanya. Mimi jaribu hata nifanye venye nafanya pia mimi, kama Mungu amenifungulia riziki za kwangu zitakuwa za kwangu. Ndio. And of course pia the people consume your music. We saw kwa YouTube yako and across your platforms you have millions and millions of views. Maybe when it comes kwa kuandika muziki, your music, do you compose them on your own ama kuna mtu anakuandikia muziki pale? Napenda hiyo swali lako. Je, kunaona katika usanii kuna wasanii wengi. Mimi kwangu naonanga kuna wasanii watatu tu types of artists. Kuna artist mwenye aendi juu aendi chini, utamsikianga tu for years anakula maisha na naishi tu starehe zake tu. Alafu kuna msanii mwenye anatoka nyumbani unamuona anapanda panda from somebody au kumjua unamfahamu hadi uone ameenda juu. Alafu kuna wasanii tu pia ujua wako usanii, ujua wako pia wanapata riziki kutokana na usanii. Naona sasa mimi nashukuru sana Mungu kwa sababu kazi zangu zinapokelewa, si ndio? Vizuri, naona kwa numbers, alafu kwa streams ambazo pia napata, si unaona. Sasa mimi hufanya ngoma zangu kimimi, ama labda pia nikipata kundi ama wakati nafanya composition yangu nipate wa kunisaidia pia nashukuru. Ama pia nachukua idea, pia mimi napenda kulearn, nipate kitu mpya, labda kitu ambayo sikuwa naweza alafu mtu aweze, nitamuomba kama naweza tumia, alafu pia mimi nione kama itaniletea riziki. Ila mimi nafanya I do my own composition. Ukiona kila ngoma tu, hakuna ngoma nimefanya nimesaidiwa lakini sijaandikiwa. Nimesaidiwa vingi lakini sijaandikiwa. Maybe kama tunajua siku zote msanii ni kioo cha jamii. Pale ukiandika your music, do you relate them to your story ama vitu zina happen huko nje? Sasa italingana Jackie. Italingana tuone situation napitia ama nione mwenzangu anapitia. Ama nione taifa yenyewe inapitia ama nchi tu. Sababu umejua kuna wakati soko inaulizia kitu. Mimi mjua kanti nilianza usanii sikuwa trend kwa YouTube. Unajua ni trend wakati gani? Wakati unakumbuka tukishoot Branchira. Oh yeah. Branchira ndio ngoma yangu ya kwanza kutrend YouTube hadi number 16. Sasa umejua mimi sikuwa namfahamu. Hatukuwa karibu, hatukuwa yongea, hatukuwa yonana. Lakini niliona soko inahitaji kitu kama hiyo. Hadi nilifanya na Kiswahili, sikufanya na lugha ya kinyumbani. Nilifanya na Kiswahili kwa sababu nilikuwa nataka, niliona soko kwa wakati huo
Soko ilikuwa inahitaji hiyo. Soko katika ngeli gani? Ilikuwa inahitaji, sawa ni sawa. Soko ilikuwa inahitaji kitu kama hiyo wakati huo. So niliwapa, and from hapo ngoma yangu trend YouTube ya kwanza ni Chira, ilitrend hadi number 16. Alafu baada hiyo ngoma zimetrend mingi. Sasa inalingana tu nini wakati gani, ama kama pia mimi na feel kuna wakati wa kufanya ngoma fulani kitu trend. Kwa sasa tuko karibu kufika madaraka. Siwezi imba ngoma ya mapenzi mbele ya rais, si ndio? Sasa itabidi situation ama event ama moment itafanya sasa tufanye ngoma yenye inakupa na certain moment. Sasa vitu tu katika maisha, vitu sisi upitia rafiki ama jamaa na ndugu zetu, watu wetu wa karibu, inaweza fanya kuinfluence na ufanye nyimbo. So that break na mapenzi labda kuanga personal, lakini mimi sijapitia hayo changamoto. Mimi nafanya tu. Mimi nafanya tu nikiona kwa mtu ama nikiona kwa movie. Acha tushikilia hapo. Hujai heartbreakiwa? Bado. Wewe ndo una heartbreak ama? Basi wewe ni mtoto. Basi mtoto, ila najua tu kucheza kadi yangu kwa mapenzi. Ni wewe una heartbreak basi. So hivyo. Okay. Kuna tu wakati mapenzi unaona tu kama inanawiri, alafu kuna wakati pia mapenzi inadidimia, hata wewe unaona mapenzi maisha. Sasa kweli kama unafanya mapenzi genuinely, utaona mapenzi maisha wakati fulani. Sasa mimi nikiona maisha mimi naondoka mwenyewe, siongoji niachwe, wasiongojee niachwe mtu. Natoka mapema ili mimi ndo nikuwe mwenye anaona tu breaks ati. Mwenye ameenda na nini kifunguo cha ama ufunguo cha roho ya mwenzake. Speaking about that, ameguzia kuhusu heartbreak. We know that you were dating and ulieka kwenye social media. That's none other than this beautiful lady called Sue Bebeto. Then all of a sudden squeezy like hatuoni pamoja. What happened? Taka utuone. Uliachwa? Ama uliachana? Sasa nimesema hivi awali, mimi wakati mapenzi maisha mimi naondoka kama najiondoa katika mahusiano fulani, kwa sababu kuna vipengele katika mapenzi ukiignore labda zinaweza kucost. Sasa mimi bado sasa siwezi kufocus mapenzi sana wakati bado nina vitu vingi vya kufanya. Muziki na inahitaji, shughuli za mama nyumbani zinanihitaji, niko na siblings wetu tu ambao wananifuata pia wanahitaji msaada wangu, unaona. Sasa siwezi wekelea mapenzi kuwe chombo cha kunizuia nifanye vitu vingine. But speaking about that, mapenzi liisha, kila mtu akaenda njia yake. Na God willing naomba apate mtu mzuri, uendeleze maisha, na pia Mungu akinijalia nitapata. And of course tumeona kwenye your social media so sijui ni TikTok ama Facebook, many ladies are shooting their shot, wanakukatia pale, wasichana wa mama. Maybe how do you take all those comments? Mbona kwambia tu Papa T mimi nakutaka. Sasa vipi unajua Jackie, mimi nafanyaga hivi. Mimi sichukuliangi ati kila DM akini DM ni swala tu la mapenzi ndio itabidi tumeongelelea. Mimi nangojanga hadi mtu express hisia. Hadi aseme, kwa sababu wakati mtu ame DM labda ni kazi, kwa sababu mimi kazi mingi nimepata kutupitia social media, TikTok, Facebook, kazi mingi. So wakati mtu ame DM kabla aseme mambo yake ama shoot, mimi bado sijamchukulia kama mtu mbaya ama mtu mwenye anataka tu kutongozana ni. Sorry to cut you short. Kuna wenye wanakujanga tu direct like nakutaka. Sasa ndo nakuja. Nasema mimi pia naona kila siku hadi leo, hadi wa kesho bado zitakuepo tu. Lakini sasa unajua pia mimi kuna zingine na reply, kuna zingine na ignore. Ama na kujibu tu vizuri, alafu nikiona kama sitaendelea na mazungumzo mimi ndo naacha nazima mawasiliano. Lakini kila siku tu naona DM Insta nini, sinaona tu, sini kama kawa binadamu tu, unajua sisi tuko kwa light, tunaonekana na watu wengi. Sasa wakati unatuona tu lazima jua. Maybe are you dating ama uko soko? Si soko. Nini? Siko soko, si date. Jamani, it's either uko soko ama are you dating? Are you single? No. Hivyo ndo. Sasa mimi niko hivyo. How date na pia uko soko? Siko soko. Kwa sababu mapenzi yani sitakupea attention mingi.
kwa sababu unaniharibia mambo ya kazi. Wakati tulikuwa na date tulikuwa tunasikia mahusiano ilikuwa imehit kuliko kazi. Sasa hivi unaona nimefocus sana na kazi, nafanya vitu zangu, napanga vitu, albums zinapangwa nini. So hivyo ndo nataka niendelee kidogo. Ikifika swala la mapenzi ama bado na feel niko umri mbichi, wakati nitaivana vizuri, nitaingilia tuendelee, kwa sababu pia mimi lazima nitakuwa kwenye ndoa nifanye vitu vyangu hivyo. Maybe among all your songs, kwa wimbo zako zote zenye ushaitunga ukaimba pale ukapresent, which one is your favorite? Unajua wakati tunafanya ngoma tunaamini sana, wakati tuko studio ama tunafanya kazi fulani tunaamini hiyo ni best wakati tunaileta nje, alafu wakati huo hiyo ndio inakuwa favorite yako. Sasa sometimes yenyewe nikiimba stage na feel, unajua me all my songs na feel ni best. Wakati naimba stage kila mtu tunaenda nao line kwa line, mimi na feel ni best. Lakini yenye imeshinda sizi rank, lakini yenye imeshinda kwa views naweza sema ni Vera. So kama unaimba na hisia kwa sababu iko na numbers vingi na imeshamiri pia, unapata iko na strike kwa stage. Sasa ni Vera inakuwa the best in a stand. Kwa all my songs watu wameirate sana. Sasa mimi naichukulia kama best kulingana na opinions za watu, lakini mimi kazi nafanya na mimi ni best, yenye nitatoa ni best hivyo. So that's why unapata ngoma fulani inahit kwa span yake, nyingine inakuja na peak hivyo tu, kwa sababu inakuwa best kwa wakati wake tu. Yeah. Because like hata me personally, I love Vera. Napenda Vera juu you've mentioned Nyakarachonyo, which is where I come from. And pia others, zizo zingine pia ziko tam. By the guys, if you haven't check out on his YouTube channel. His songs are dope. His songs are amazing. Wacha turuke kwa the next thing. Of course, speaking of the thing yenye nilikuwa nakwambia, people wana relate kazi yako na Inda, they say you copying Inda and stuff. We saw the other day, I don't know when was it, you together with Inda, you performed 2 days ago. 2 days ago. Yeah. Mliperform kwenye stage moja. How was it? Alafu being that people wanaonanga ni kama you guys mko na kabithi hivi. Sasa acha niwaambie, kwa usanii ama kwa wangala hakuna msanii mzuri kama Prince. Unaona? Na kuna tu watu wa kuchukia watu kwa sababu wanafanya kazi mzuri. Mimi sina chuki na Prince. Wakati anafanya vitu zinatuinspire pia chini tunajaribu kufanya, unaona zingine zikiwork zinatutoa nje. Si adui ni umaskini tu. Adui si Prince Inda. That day umejua mimi hata show tumefanya Saturday na Prince Inda nilishtuka sana. Tulikuwa na launching na Tony Ndiema huko Lakisama. Mimi nikamaliza, baada ya kumaliza time yangu nikatoka nikaenda kutembelea Prince, kwa sababu mimi na yeye mimi huwa namtembelea sana. Yeye baada ya nitembelea, lakini sometimes wakati itafika tu, lakini mimi kama nimemtembelea, nimepata nafasi ya kumtembelea, watu na vibe sana. Na huwa inalitanga impact fulani. Sasa wakati nilienda kumtembelea Gesa, kitu ilifanyika sikuwa na expect. Na haijaitokeaga. Kwa sababu mimi niliingia Gesa, sikuketi, venye nimeingia tu hivi, venye tuliingia tu hivi na watu wangu, nikapewa mic, tukaendana na yeye pamoja, akaimba verse yangu, nikaimba verse yake, mashabiki wakafurahia. Mimi kitu ya kwa usanii, when you collaborate kuna power kwa collaboration. So mimi naamini hivyo. Mimi siwezi, hakuna hata siku itatokeaga niko na beef na Prince Inda. Hakuna hizo. Hata kama itatokea, mimi naomba Mungu azuie sana isitokee mimi kubishana na yeye. Ama kwa nini? Watu tu waongee, za watu wezi kosa, lakini mimi naomba Mungu sana isitokee mimi nimkosee ama nimfanyie kitu ionekane nimekosa heshima mbele yake. Kwa sababu pia mimi nataka kama Mungu ataniwezesha nifike level yake, labda nipite ende show nipande stages amepanda. Siwezi muombea mbaya na tayari ashavuka. Mimi naomba tu Mungu anijalie pia mimi nifike nafasi yake. So mambo ya wivu, kuzozana, kukwaruzana, mimi kwanza bado mdogo sana mbele yake. Hakuna kitu ya kuzozania kati yetu. Alafu sio unaona pia yeye ako positive tu. Wakati tumekutana ananipa time yangu, ananipa stage yake. Tunafanya vitu kwa pamoja, ukubwa unaonekana na upendo unaenea. So mimi napenda hivyo. Ukisikia mtu anasema tuna compete Prince Inda ama tuna nini, kumkopi labda hiyo tutasema ni ukweli, kwa sababu umejua wangla ama genre yetu mtu analeta, kuna pioneer fulani ana rise na kitu ama ana invent. So ikishakuja kitu kishatokea, wewe pia ufeel ni tamu, kuna njia tu yako ya kuitumia kwa muziki yako. So kwa muziki hapo siwezi sema mtu amenibia ama nimemuibia mtu fulani kwa muziki.
kwa sababu kuna borrowing za vitu vingi sana. Unasikia? Sasa mimi namheshimu Inda, azidi kufanya kazi, azidi kufungua njia mingi, genre yetu ipande. Wakati anatufungulia sisi pia tunavuka na tunapata kujulikana na kuextend your fan base. Sawa? For the first time nimepata Mjaluo anaongea Kiswahili sanifu and and apart from that Papa T, of course wewe pale kuimba na Inda fans walipenda, people celebrated, imetrend kwenye unajua mimi wakati nini wakati mimi baada ya kufanya Prince tumefanya saa 9 Saturday tukarudi kulala. So unajua tulala late. Jana kuamka late mimi napata tags. IG kuna tags, TikTok kuna tags. Sasa nikapata watu wamepost na iko na views vingi. Sasa saa 3 nilipata mtu amepost hiyo video 2 hours ilikuwa na 3 hours ilikuwa na 206,000. Sasa nikapata kama inaenea. Alafu pia mimi wakati tuliona hao watu wangu walishikashika videos. Wakati pia mimi nilipost, sasa nikaona ina trend. Jana yote watu wamenipiga simu tukuhusu hiyo performance. Sasa pia mimi hapo pia sitabidi nimeshukuru Prince, mwambie kwa hiyo stage. Labda si hata labda ni ukweli, labda kuna watu wako wananifahamu kupitia stage yake, wamenifahamu. Nimepata followers wengi. Napata jana peke yake umeniongeza hata followers 2,000, TikTok 2,000, hata tuseme hata 200 IG. Unaona kuna impact. Add is a plus is a plus. Mimi nashukuru. And of course maybe unaweza tuambia like mnaweza tupea ka collabo Papa T featuring Prince Inda ama vice versa Prince Inda featuring Papa T. Acha nikukate hapo nikurudisha nyuma. Umejua mimi sikuwa naamini kama hapa Ujaluoni naweza pata collabo na hao wasanii wakubwa. Lakini ukiangalia venye pia mimi nacheza game, umejua template si ya Ujaluo. Naangalia venye vitu zinawaka kwa ground. Abantu mimi ni Gen Z. Nitatakaje wa Gen Z ama watu wetu ama hawa fellow Gen Zs waamini kazi yangu, wapende aje wa mtu aache kusikia asikize tu Saru, lakini pia ni time pia ni muimbia jawa. So kuna vitu vingi tunatumia ya ku blend kitu tunafanya. Una get? Swali lako ilikuwa aje? Swali yako? Collabo na Inda kuna kitowezekani kwa sababu nilifanya na Odongo Swag na hiyo ndio nilikuwa na expect least kufanya collabo na Odongo Swag. Umejua? Sasa kama kufanya collabo na Odongo Swag ndio nilikuwa na expect least na tumefanya. Sasa kufanya collabo na Inda possibilities ni 101 ama imepita hadi. Sasa kuna mimi naweza sema tu ikifika kwa wakati wake Mungu kama alipanga itafanyika na itapita kwa muda wake tu. Na mimi naamini itafanyika tu kwa siku yake ama Mungu afanye mambo yake. Hivyo tu. Because sisi kama consumers, that's what we want. To demand Papa T na Prince Inda, kindly we need a collab. Maybe you personally, have you ever reached him out ukamuuliza ama ukamuomba collab? Si bado niko na album, acha nimalize album na mimi natakuwa stage. Naona mpangilio kama Mungu ametujalia atakuwa stage. So after hii album, kwa sababu album nimefanya EP ya ngoma 4, nataka kufanya solo. So nataka kurelease kwa njia fulani maalum kidogo. Njia iliyorembeshwa kiasi. Sasa baada hapo ndio naweza labda kupanga collabo na Inda ama kitu labda tu. Unajua labda yeye naona kama inaweza fanyika ataniita. Mimi nikiona kwa wakati wangu pia mimi nitamfikia tu nimwambie baba hivi. Lakini venye namuona mtu mzuri, mimi sijai muona kwa ubaya Prince. Na kwangu na feel tu ni kitu inawezekana, kuna uwezekano. And of course fast rise, like vitu zako zimeendana kwa haraka sana. And watu kidogo wamekushuku kwenye industry. Watu nasema ni kama kuna nguvu zingine anatumia. People have linked you to Illuminati. Maybe personally, how can you describe your success? Sasa ni fit sana. Mimi hata Illuminati bachache ndio bado wanaongea. Nataka waongee vizuri kwa sababu wakati nitaona kama Kijaluo wacho niita asema mimi Ogige wa Timre. Do you know someone can support you genuine? Una post wewe wenye una postingi kazi zako. Unaweza post picha yako, mtu aongei, ameona umepost, amesoma caption yako, ujumbe imemfikia, lakini haja comment haja nini. Lakini yeye atakuja hapa andike ama andike kitu fulani. Huyu yeye ata engage watu. Post yako itakuwa na numbers na kuna engagements na nini. So yeye atasema mimi Ogige wa Timre. Unaona? So wakati watu wanaongea vitu vingi negative, tuna rise. Kwa sababu umejua wasanii ni wengi Ujaluoni, si ndio? More than naweza sema kwa sababu hata wamepita 1,000.
many wako wengi. Wacha tuweke tu kwa hiyo bracket 1000. Na nini itafanya nionekane kwa watu 1000? Sasa kama nimetumia hizo mbinu, nimepata na Mungu kanijalia nipate na kupitia bahati yangu ama venye Mungu alinipangia. Pia mimi nashukuru. Unaona? Siwezi jali mtu anasema nini kwa sababu mtu ataongea. Nikose nipate. Mtu ataongea. Watu watasema. So mimi nataka tu nipate. Mtu aongee lakini niko nayo. Namiliki kitu fulani. Mtu aongee tu, mimi nitashukuru. Wakati mtu anaongea na namiliki. Mtu asiongee na sina. So kama watu wanaongea na niko na positive side, I'm always good. Alafu mimi naona tu ni bahati ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu njia nyingi nimeona zikifunguka, lakini sikuwa na expect. Kuna vitu zingine tu najipata kwa stage fulani, naimba nasema Mungu, sikuwa na pia namshukuru Mungu. Na mimi kama naenda kulala kila siku, naangalianga ni nini kesho tanifungulia mlango. Kupitia usanii wangu ni nini kesho tanifungulia mlango. Nini nitafanya nipige hatua kuliko jana. So ndio maana unaona vitu zinaendelea haraka kwa sababu niko na team, watu pia unisaidia. Alafu nina mashabiki tena wa karibu wenye wanataka kuona nikiendelea. So umejua watu wengine pia wanatembea kwa niaba yangu ama wanarahisisha kazi. So hao uwezo waona through mimi ndio unaona kazi inakuwa rahisi. So kuna watu wengi wananisupport. Bidii yetu pia. Alafu na type of music tunapea watu. Tunapea watu muziki yenye inaendana na kila mtu. Alafu hata kama kuna fan base tume-expect, tukiwapea muziki fulani kwa wakati fulani, utaona wamekubali. Utaona ngoma imekubalika na inasonga. Unaona? Sasa hivyo ndio pole tu na tunaamini siku moja tutapiga tu charts hizo za juu pia tutafikia. Kwa sababu kama ulitona jana wewe umeona kama naanza safari. Tuko mahali, si ndio? So hivyo ndio nataka tuone kama tuko mahali tukipanda ngazi. Ndio Jackie. And of course your pet. Tunasikia nguko na pet. Hebu tuone mko na. My director, show them. No. Mama yangu, hii ni Raju, Raju anachukua. Bibi. Hii ni Raju, pete yako ndio hii. Sawa ndio. Hii ni Raju. Of course people have always been linking your pet to nguvu za giza and sasa wamefunga hekalu. Si niliona. Na kama wamefunga hekalu sasa na bado sisi tunaendelea. Sisi tunatoa la tatu. Mungu ni Mungu tu. Wanauliza success inatoka wapi? Ni Mungu tu. Si jicho la tatu. Bidii, connections. Nani hiyo network tu. Na kujiaminia pia kwa kazi. Ndivyo. Because there's a time you talked about it. Story ya jicho ya tatu and stuff. Nilivuma sana wakati nilianza, alafu pia mimi unajua nili entertain. So iliingia kwa akili ya watu. Alafu kuna bado watu walizama tu hivyo na imekataa kutoka kwa akili yao huko. Sasa umejua wakati wewe bado umekwama na hivyo ukifikiria, lakini sisi tunachapa kazi tunaendelea. So unaona Jackie ni kazi. Mimi hata niseme nini Petu yezi imba. Petu yezi panga album. Ni kazi. Hizi ni za kurembesha tu. Au kuzaliwa na wigi na umevaa. Sasa mtu aziongelea tu kwa sababu ni kitu kingine tu watu wana normal. So hata mimi na feel tu ni normal but sina ubaya. Na pia mtu kama judge ni sawa. Doing so well, mention something about your album. Maybe when is this na ni nini unatupangia? When are you releasing it? Kuna nyimbo zingine tayari tumeanza kuleak hapo kwa mtandao but ni soon. Actually, sorry. Nataka kutuimbia hiyo wimbo ya the latest yenye umekuwa ukiclick. Nyako ni? Yeah. Makia na Sungo Nucha. Like, buimba. Hiyo. Naenda vipi? Usipe manya kwa maana nyiso ucha. Hiyo ni sauti ya weekday, hiyo sauti ya weekend. Nyakuma jaluru mana pimo nucha. Nyakuma javero mana wacho nucha. Jango manyako ni. Adira ni mama nyako ni. Akoni nyako ni. Atene wazazi nyako ni. Baba denyalo neno dino mose chiwode. Hivyo inakuja soon, so unajua ni surprise. That is part of nini tulifeel tu ni hiyo ile nice kwa studio. So wakati tu record na tulikuwa watu wengi, alafu watu wakaanza kuleak. So pia sisi tumeona iko nje.
Na iko sawa, ni ngoma tamu, umejua, alafu umejua ni production yake ni tofauti. Vile tumeifanya. Because mafans, naona mafans washaipenda hata before utoe ngoma yenyewe. Na hivyo ndio Mungu anataka, na Mungu hivyo ndio milango zinafunguka na tunasonga. Kuna mambo ya giza hapo. Amuko kufanya kazi. What are your plans before mwaka isha? Is there any other thing? Kitu naweza kuahidi. Mi support ikiwa tu fiti, tupate connection poa. Tuna promise tuko kwa the best. Hii town tuko na kila kitu inahitajika ya kufanya vizuri, kusaidia wengine. Umejua pia wakati unasaidiwa ili game iendelee fiti, competition lazima ikuwe kwa game. Lazima wakati umeunuliwa wewe pia nawe uinue mtu. Msonge pamoja, si ndio? So mimi kabla mwaka ishe album itafanyika. Sio album, inafanya EP ngoma 4. Album baada ya kutoa EP, but I promise a collab yenye itakuwa ya urban. Urban itakuwa local. Hiyo pia na promise. Na promise hiyo collab 2, local na urban. Okay. Wasanii wakubwa wote wenye wamenizidi hata mimi na ukubwa. So tupe hint. Mungu akinijalia. Nani hao? Mungu akinijalia nitamuita nimpe hint. Walete kwa kamera. Si ndio hii kamera? Mungu akinijalia nitamwambia walete hint. Lakini huu mwaka this is your year. Si ya kuforce, kufanya tu kazi na flow yenyewe. Ndio. Guys, venye tu niliwaambia in the beginning, he is a Luo Ohangla artist. So Jaluo anaita Ajawa, doing so well in the industry. After huyo mwenye mnamjua, that's Prince Indah. Who's coming next? It's Papa T. Guys have been supporting him. It's us plus Prince Indah. Guys have been support. Bado mbona uko kwa harusi? Harusi? Mambo ya ndoa mimi sitaki. Harusi ya Indah. Unajua harusi ya Indah ilipata kama mtoto kwa heartbreak. Sasa harusi kwa nataka mambo ya madem. Heartbreak. Na alisema nini mwanzo? Tunamalizia guys. Sasa hii tunaweza sema ukweli. Tukimalizia. Ongea na mafans, tell them where they can find you kwa social media. So, fans, niko na jambo 3 na kusema na fans. Ya kwanza, hatuwezi kufikia kila fan kwa mlango, hata kwa doorstep. So wakati umepatana na Papa T social media, tumia hiyo social media vizuri. Kwa comment section unaweza tuwekea kitu unafikiria, kitu unataka ifanywe, kitu unaona ni mzuri itolewe. Fikra yako umepewa chance ya kuiweka comment section. Fanya hivyo, hata kama tujajibu, sisi tutakuwa tunapitia. Wacha niwaambie kuna celeb, hata bosi wako bina anapitia, hata aone machungu ajibu, lakini anapitia. Watu pitia comment. So utaona mtu amechange, kujibu na anafanya kitu ulimwambia. So help us. Because umejua spectators wanaonanga field kuliko wenye wako ndani ya field. So kama uko nje unaweza ona vizuri. Sisi tuko kwa uwanja wa wasanii. So tusaidie pia sisi tupate kujua tunateleza wapi, turekebishe wapi, kazi kwa mzuri. Alafu mimi nataka kazi mzuri ndio inisaidie. Sitaki sympathy, sitaki nini, sitaki vitu za kufosewa. Nataka tu talanta inifungulie mlango, ikuwe tu genuine, kazi ifanyike. Social media handles zangu zote ni Papa T. Papa T. So ukipata Papa T KE bado ni mimi. Alafu mimi msanii mkubwa, account zangu ziko na numbers mingi. Kuna fake accounts zina watu. So utapata ziko tu na less followers. Account ikisha kuomba do unajua tu mambo si mazuri na si official. So fans wetu wasikoniwe ama wapate kuumizwa na inaitwa jasho. Wapoteze jasho. Maybe what has been Sijamaliza, umenipa time niongee na fans. Mzidi kunisupport, mimi pia nitajitahidi, bado nitajituma kama kazi mzuri nitaleta. On your journey, the 3 years wenye umetembea kwenye mziki, that's Ohangla, maybe what has been the most challenging moment na nini ile kuhapenia? Challenging moment, kitu siwezi danganya na watu, wewe plus kila mtu. Watu watafute pesa, maisha ni ngumu bila pesa. Maisha ni ngumu bila pesa. Making it in entertainment industry inataka investment, na investment ni do. Making it kujenga brand, wanze kupata attract brands zingine. Kwa msanii uitwe list ya Wajaluo utoke hata number 10 ama number 5, inataka ujuzi mingi na inataka do. Watu watafute pesa, good connection, good companies ya kukufanya uendelee.
Hivyo ndio naweza sema watu wa karibu wakuwe watu wenye wanasaidia muziki yako. Challenge ni do. Wasanii wengine wako na talanta, wanaweza fanya vitu vingi, wanaweza fanya amazing kuliko wenye wana shine zaidi. Hela, tafuta watu wa karibu, watu wa kusaidia utoke, alafu jaribu kwanza. Hivyo ndo naweza sema challenge ni unaendea mtu, mimi ni msanii nataka unisaidie, anakuuliza hebu sample ya kitu umefanya, umewaifanya yenye inaonyesha hiyo usanii uliopo ndani yako au una. So try approach somebody with something. Hata kama unaenda boss hiyo bina, mimi nimekuja na hii ndo ngoma yangu, asikie convince, kazi iongee kwa niaba yako. Kitu nimepitia challenge kubwa ni pesa, tuitafute na tuendelee. Nimaliza hivyo. Given a chance to work na Oga Obinna, can you? Umejua hao ni watu wanani-inspire sana. Sana. Mimi umejua entertainment industry naioneanga kubwa sana. Wanaionea yani ni kitu kubwa kwa sababu naona millionaires ni watu tu kama sisi. Content creators kina YouTuber mmoja anaitwa na mmoja kwa Beast. Sini kama tu nyinyi, na unaona lifestyle yake hadi ni among watu most ni watarajiwa. Net worth yao iko at least inaweza kuwa mentioned kwa state. So I value everything that in a concerned entertainment. Na watu wanaichukulia serious kama Oga, kama Prince. So hao ndio watu nasikia siwezi waonyesha kutowaheshimu, siwezi. Unaona? So Oga anaweza fanya naye kazi mzuri sana, hata natamani Mungu mongeleshe better he'll watch this video. So uza Sarah, talk to him. So Bina. So bosi ananijua. Bosi. Sababu bosi nione tu huruma. Bosi nione tu huruma. Nishike mkono. Pia mnajaribu, lakini naona pia umejua bosi anasaidia watu wengi. Unaona? Naona kwa foleni kwa sababu mimi umejua ni mwanafamilia Bina TV show. So pia mimi na watch, naona anasaidia wasanii, anajaribu kurudisha watu wengine kwa laini. Sasa unaona? Pia mimi nisaidia, ama ukipata connection, ukipata penye una feel energy yangu ama talanta yangu itahitajika, nishikilie pia mimi nivuke. Naomba tu kaka hivi. I can't wait. Oga Obinna is one of my favorite musicians, and Papa T is also among my favorite musicians. Can't wait for your collab yenye naona maybe Oga Obinna amefeature Papa T. It will work. Mimi sai Luo Nation sina doubt. Hata si Luo kwa sababu unaona ngoma inapenya, hata ukiangalia vitu comments za watu wanatoka times zingine wanapenda muziki wetu kwa sababu tuna blend hadi na Kiswahili. Mungu ajalie, Mungu afanye tu neema yake tufanye kazi na bosi, si ndio? Bina Hadisa. I can't finish without asking you this. Kumekuwa na watu wamekuwa wakiongea pale 1 2 3 wanasema Papa T is a very good musician, kila kitu anafanya poa. The only thing inamharibia ni kiburi. Do you feel yourself like uko na kiburi? Acha niseme ukweli leo. Mbele yako tena Jako. Acha nikwambie mimi kwa maisha najiamini nilivyo tu hivi mimi mwenyewe najiamini, unaona? Alafu kuna wakati kuna kitu inaitwa standard. Huwezi lower ili utoshana mtu wa chini. Kwa sababu pia kila msee duniani mwenye akona sense na aim high, si ndio? Wakati una aim high, alafu mwenye naongelea kiburi yangu ama kitu ya achai or anything ni mtu tu mwenye labda kitu haikuwa katu yetu. And I can't impress everyone. So kama iko na umeona comment search nini, pia mimi nawaelewa tu hivyo venye unaona. Kila mtu azinipende hata nifanye nini. Utapata mtu anaongelea kiburi yangu Tanzania ama wapi. Si hata Tanzania, tuseme Luo, Nyanza, mtu anaongelea kiburi yangu Homa Bay, hatujai kutana. Tujaizozana, sijamkosea. Unaona? Na mtu anaongelea kiburi. So wakati tunafanya kazi huko kwa light, expect vitu kama hizo. Alafu wakati unataka kuongoza ukue mbele, expect kuachana na watu poguruke paronya kabedi. Tujasema Kijaluo kwa interview. So thank you so much for your time, Papa T. I've been looking for this interview. At last Leo umenipea interview. You're doing a good work. Let me recommend you continue with the good work. Soon you'll be where you wanna be, and you are what you think you are. So guys, if you haven't subscribed, make sure you subscribe to his YouTube channel. You'll love his music, Papa T. Follow pale kwenye TikTok, Facebook, Instagram @Papa T. Till next time guys, bye bye.